Ni jukumu la serikali yoyote ile kuhakikisha kuwa wananchi wake wako salama. Serikali lazima iwalinde wananchi dhidi ya majanga kama vile maradhi, mashambulizi, njaa, viangazi, mafuriko na mengineyo. Jiji la Nairobi ni makazi ya Wakenya wengi sana humu nchini. Takriban watu milioni 4,906 wanaishi jijini Nairobi. Hii idadi inatuambia kwamba lazima serikali ya kitaifa pamoja na ile ya Nairobi ziwe na mikakati kabambe kuhakikisha mazingira ya jiji hili ni ya kuridhisha. Hii idadi kubwa inahitaji hewa nzuri na makazi safi. Mafuriko ambayo tumeyashuhudia jijini Nairobi yameonyesha uzembe na utepetevu wa hali ya juu. Usafi wa jiji haujadumishwa licha ya kuwa jiji la Nairobi linapokea wageni kutoka nchi mbalimbali. Tumeona magari yakikwama katika mifuriko, nyumba zinajawa na mafuriko, mifereji, taka imejaa taka, huku Wakenya wakiachwa kupambana na hali yao. Kinachotamausha ni kupata baadhi ya viongozi wakiuliza eti sasa Gavana Sakaja angefanya nini? Ni kweli mafuriko yangedhibitiwa na Mungu tu, wala si mwanadamu. Kauli hii ina uzembe ndani yake. Haya maneno yanaonyesha viongozi wasiowajibika kwa vyovyote vile. Mungu ametupa akili na rasilimali za kudhibiti majanga kama haya. Haiwezekani tumefunga mikono na kujiuliza eti sasa tungefanya nini, wakati kila mwaka mafuriko kama haya tunayashuhudia. Hivi hakuna jambo tunajifunza kutokana na haya mafuriko? Vipi kwamba mpaka leo hatujaweka mikakati ya kuunda miundo msingi ili ipunguze mafuriko tunayoyashuhudia? Uzembe huu ndio tunaona katika baadhi ya viongozi wa kaskazini mashariki mwa nchi. Watu ambao ni Wakenya wenzetu wanakufa kwa njaa inayochangiwa na kiangazi cha kila mwaka, nao kwa uzembe wao pia wanauliza wangefanya nini. Mlio wa kipenga umeshalia na unasema kwamba tumekosa nia njema ya kutenda mema. Viongozi wetu wanajali sana kuchota mpaka vikapu vyao vijae kisha waondoke afisini. Wakenya watabaki kuwategemea miaka nenda miaka rudi. Tunasema kwamba haiwezekani tufunge mikono na kubaki kusema hakuna chenye tungefanya. Tuamuke, tuchukue hatua. Mimi ni Abed Murungi.